Hey, what's up? It's your boy Casidola, one and only, and today is a special launch of our new podcast called BMP, Beyond Mindset Podcast. So this one is my co-host, Medi, aka Kapancha. So today we are going to talk a bit about introduction, ili watu waweze kujua zaidi podcast yetu. Bro, welcome. Thank you. Unaonaje this new podcast? How do you see it in future? Pia unapenda tu tunaongelea nini kwenye hii podcast? Kwanza jina ni zuri kwanza. Beyond Mindset. Beyond Mindset. Nakumbuka pia kipindi tunalitengeneza hii jina tulipitia yani kubishana sana hapo katikati. Pia tulifungua tukakuta majina mengi pia wale YouTube yana same name, lakini we decided to go for it kwa sababu pia ndo ilikuwa ni idea yetu. So kwamba tumeona online yetu ndo tukasema tu copy. Ilikuwa ni idea yetu afu tukaitafuta online pia tukalikuta lipo, kwa hiyo tukaona tu switch. So where do you see it? Swali langu liko pale pale. How unaonaje ni na utofauti na podcast nyingine? Cha kwanza ni unajua kwenye issue za growth mindset kiufupi, yani kiujumla watu wengi wana feel alone kwa sababu unakuta kwenye jamii mtu kwa tofauti. Yani uko different. Kwa kama nishapitia sana mimi bullying. Yani so bullying, yani unajiona uko kama niko different fulani, kwa sababu mtu akuona afuatilia podcast za nje. Akuona jamaa vipi huko mbona kwa watu wafuatilia mpira huko sasa kidogo kutengeneza community kama hivi, yani kwa lengo la kuelimisha host mbalimbali, sio mimi peke yake. Sure. Host wengi ambao wengine wanaweza kashare experience zao. Kwa nahisi ni idea nzuri kwa na ukiangalia pia ni kwa ajili ya Tanzania. So Watanzania wengi wamekuwa waamini kwamba unaweza ukaanzisha kitu na ikawa kikubwa. Yani most of them wanaamini kwamba unahitaji investment kubwa, unahitaji knowledge kubwa, yani unahitaji vitu vingi ili mtu wa start anataka awe na vitu vingi mezani, yani plani nyingi, lakini reality ni kwamba kila kitu kinaanza kidogo kidogo. The more unaendelea the more unazidi kuimprove. Kama si podcast yetu tunasema tusubiri lighting, tusubiri setting nzuri, tusubiri investment, maana podcast ina plan kubwa. Yani tuna vision ya podcast yetu ni kubwa. Tuna plan baadaye ya kuanza kufanya hizi merchandise na nini, zote ni kwa ajili tu yani ya kutengeneza community, ya kutengeneza kitu ambacho identity, yani inakuwa ni kama identity yetu. Pia yani tuna plan ya kuja kuwa na studio setting ambayo pia itarepresent, yani itakuwa ina majina ya podcast. Kwa mfano pale imeandikwa BMP, Beyond Mindset Podcast. Hiyo yote ni kwa ajili ya kufanya podcast iwe ni ya kipekee na iwe ni kubwa. Vitu vingi tutakuwa tunaviongelea kwenye hii podcast, ila kikubwa ambacho tulikiongelea ni kufanya uchambuzi wa videos ambazo zitakuwa ni za wenzetu huko nje, lakini wengi watakuwa hawaelewi lugha yake. So sisi tutakuwa tunafanya kuzichambua kwa Kiswahili na pia kutengeneza more and more content kuhusu hizo video. Kwa mfano Andrew Tate, Iman Gadzi, Luke Belma, watu influencers tofauti, tunajifunza vitu tofauti kutoka kwao, lakini pia tunakuja tunashare na nyie different ideas. So how unaonaje hiyo idea kwamba kuchukua video za kina Andrew Tate, Iman, japo wanapata scandals nyingi kwamba ni cause sellers. Kwa mfano mimi Iman, kiukweli Iman mimi namkubali, ndio role model wangu, yani ameninspire vitu vingi. Kwa hiyo how is your take on that? Mimi naona kuna audience aina mbili, yani kuna watu aina mbili. Kwa mfano kuna the most respected ones, wana brand nzuri sawa, watu kama wale ndio watakuwa yani inakuwa kama ni priority hapo. Anakuwa sikusikia, uongeza sauti. Yani uangalie yani brand identity ya mtu. Kwa mfano kuna wale ambao wapo lakini yani reputation yao sio nzuri. Kwa mfano au sio vile kumsema. Kuna wengi, lakini kuna wengine kama ilianza vizuri kama influencers, lakini unakuta ni baadaye priority na shift, kwa sababu influencers unaona wanapokea. Hicho ndio kitu ambacho mimi hata masuala ya kuwa famous pendai, kwa sababu hiyo yani ukishakuwa famous sana unakuwa unafuatwa na opportunities nyingi. Kwa mfano kama
kampuni zinafuata, zina promote. Kwa hiyo nataka promotion. Ni idea nzuri kuchambua, kwa sababu kuna watu ambao wengi wanafuatilia content za nje, yani kama hizi Bugatti hizo, watu kama kina Alex G, Bugatti Karibu wamecrash Bugatti waka troll Bugatti. Kwa hiyo kuna watu ambao wanaangalia, kuna watu ambao washakutana kwenye comment section mule, mimi nafuatilia ile pale wanavyo rebuild ile Bugatti. Lakini wapo wengi sasa, kidogo kika uchambuzi kama hivyo unakuwa vizuri. Lakini pia ukifuata mwenendo kama wa Diary of a CEO podcast, ile podcast ya Diary of a CEO ni mzuri, ile kuita watu. Kwa mfano unaweza ukaita watu famous mbalimbali, ingawa bado hujafikia level ya kuita watu famous. Kwa mfano unaweza ukaita anaweza pia wakaja kusupport, anaweza kaja kusupport. Kwa mfano unaweza ukaita kama kuna baadhi ya podcast mbona zimuita Modeuji, impossible. Mfano tu ni kama hoteli zikawa ni possible. Kwa hiyo lakini everything is possible. Unajua kwa Jack Neal alivyoanzisha podcast yake mwanzo, hakutegemea kama ndani ya miezi 6 podcast itafikia ukubwa vile mpaka kuita Robert Greene, influencers wakubwa, hakujua kuleta kina Tate, kuna nani. Kwa hiyo huwezi jua speed itakuwaje, lakini for sure swala la mfano unaweza ukainvite watu kama hivyo wakaja wakachambua zile videos, maana naamini kuna audience so wengi sana, lakini wapo ambao wako Tanzania wangependa labda kujua mambo kama Bugatti scandal hizo nani hizo ambazo zinaendelea huko, watu wangependa kujua, wengine wanafuatilia, lakini ndio hivyo mtu kwa nusu haelewi. Yani ni wazo zuri. So we are back baada ya break fupi. So kwa watu ambao wakujui, unaweza ukajielezea vipi? Kwa sababu mimi nakujua, ila na believe kwamba kuna watu hawakujui, yani kwa mara kwanza na kuona watu watakuwa wananijua online. Mimi ni trader, lakini what's your profession bro? Sawa. Mimi part kubwa ambayo kwa sasa hivi nipo ni mimi ni writer, so na baadhi ya vitabu nimeandika, lakini nipo kwenye technology, yani nimedevelop baadhi ya mifumo ambayo inasaidia na ipo live tayari. Yani kifupi tunasema ni developer. Developer, tech guy. Japokuwa mara kwanza hoji mara kwanza kipindi kile mwaka juzi, kwa kipindi kile kwa bado niko kwenye writer, mpaka leo naandika baadhi ya in short wisdom. As long as bado ni binadamu tunakuwa, careers zinabadilika kila siku. Kwa mfano mimi pia ni tech guy, lakini trader, yani careers zinazidi kuwa. Mimi jaribu vitu vingi. Mfano mimi jaribu mpaka trading ndio jaribu. Jaribu vitu vingi sana. Trading is not for everyone. Kwa hiyo alijaribu trading, lakini kwake ikawa kidogo sio experience nzuri. Kwa hiyo mimi bado nimestick in trading, na I believe trading is the vessel ya kufanikiwa. So bro, kuna a lot of skills online. Kuna vitu vingi online. Kwa ajili ya watu kufocus na kitu kimoja kufanikiwa. Wewe kwa wewe yani kwa mtu ambaye ndo anaanza, yani beginner, anataka ku make money online, ni kitu kipi ambacho unamshauri ajifunze, au skill ipi ambayo unamshauri ajifunze? Kuna njia kama 3 za kuingiza hela kama sikosei. Pengine endelea mbele zinakuwa nimechanganya, lakini ya kwanza ziko nyingi sana. Ziko nyingi, lakini main fundamentals ambazo zinaingiza hela kokote online, locally, vitu unavyotaka. Ya kwanza exchange ya hela inatokana na value. Mfano ukinunua chupa ya maji, kwa umepewa value, umepewa ile thamani ya kunywa maji, una exchange value with cash. Sasa njia ya kwanza unaweza ukapata kupitia services, ukatoa huduma. Mfano kama mimi kipindi kile kwa nafanya mpaka leo, niko nimesoma IT, nimesoma developer, nilikuwa nafanya kazi za mtaani hizi ya window hizi services, au kuna services online pia kufanya design graphics. Kwa hiyo unaweza ukafocus na services, na unatoa huduma na exchange it for cash. Hiyo njia ya kwanza. Ya pili, unaweza ukafocus na products. So kuna watu wako vizuri sana kwenye products. Kwa mfano kuna products aina mbili, online, digital. Unaweza kufanya kama mimi experience na digital. Na experience na digital kwa sababu nimetengeneza baadhi ya vitabu, kwa mfano vitabu vya cyber security, vitabu vya marketing, nimeandika baadhi ya vitu ambavyo ni mawazo yangu binafsi na share. Unaweza kauza pia digital product. Na digital product na physical, kwa upande wa product. Kwa nadhani mtu anaweza kapika panapotaka, lakini kwa ushauri, mimi kilichonifanya mpaka nikasafa sana mpaka sasa hivi sina chochote, sina maendeleo yote,
Japokuwa make progress, lakini bado ile progress sio kubwa kama ilitakiwa hiyo, kwa sababu ilianza muda. Ilikuwa ni kujikurukaruka. Leo najaribu hichi, sio kwamba najaribu trading. Yaani kwa najaribu hichi na kishinda, afu ile kwa sababu kujifunza. Yaani pia ile kosa moja kubwa, kwa sababu mtu anataka kufanya kitu afu ajump, akijump kwenye hicho kitu, ajifunze. Kwa kama nilivyoingia kwenye kwenye kutrade huko. Yaani mimi nachojaribu sasa kujifunza, nafanya yani fine, acha. Ndio kwenye sijui kuuza nini, sijui picha, napiga picha, sijui siku mbili siku tatu naacha. Yaani kwa sababu kile unafanya, kile unavyoacha vile unaanza from scratch. Sure, na kitu ambacho kikubwa na shauri watu ambao wanaanza kutafuta online careers, inabidi utafute skill moja. Ambayo skill moja, yani ujue kabisa downfall zake minimum watakuwa stick nayo for 36 months. Kuamua saniacha 36 months equals to 2 years. 2 years. Kwa unabidi skill moja. Kwa mfano umepick trading leo. Unajua bisa hii trading, angalia downside kwamba inahitaji capital, ni risky. So unajua capital risky, pia ina involve a lot of psychological issues. Kwa hiyo unabidi ujue kabisa downfall ni zipi, lakini pia ujue upside ni zipi. Kwa hiyo utaweka kwenye mizani. Kwa kitu rahisi, kwa mfano kwa developer, mimi na kama mwezi wa 6 ilikuwa consistent kutengeneza mifumo na nini, sio rahisi. Sio, hakuna kitu rahisi. Kwa hiyo utafanya, utaona kigumu, tutakuacha ndio kwenye kingine. Inabidi uangalie wewe potential yako iko wapi, yani kitu gani ambacho kikifanya wewe ukichoka. Kwanza cha kwanza pia nilichogundua, kutoka kufanya kitu ambacho unakifanya kisiwe kama kazi, kiwe kama ni passion fulani, yani kitu ambacho unaenjoy kufanya. So mimi niangalia models nyingine zote kufanya service, mimi sipendi, kwa sababu sipendi kuwa attached na mtu, yani nakupelekesha hivi saa 2 tu ufanye kazi yangu, yani ile kwa ni kama ndio kwa development, tekeza software kama Benjamin Fernandes, first software italipa siku zote. Software sasa hivi unabidi pia uangalie passion yako ipo imerely wapi. Watu wanaingia tu kwa sababu ya influencer online kasema hivi, au influencer fulani katengeneza x amount of money, kwa hiyo ni inamwattract mtu. Lakini mimi always nasema angalia kwanza kitu ambacho unaenjoy kufanya kutoka moyoni. Sio unaona tu influencer fulani kafanya basi na wewe itakuwa ni same. I believe business model online ziko nyingi. Unlimited. Yani tu kuangalia. Wanasema there's a million ways to make million USD. Yani na pia usiangalie tu hizo ambazo ziko online. Ziko online nyingi zipo saturated. Unaweza uka reverse engineer unachokifikiria akilini. Pia unaweza pia ukawa na idea yako tu online, inaweza hata isiwepo kwenye market, lakini as long as ni idea yako unakuja unaita kwenye marketplace, inaenda and you make money. Kwa sababu ulinitolea mfano kwamba kuna mtu anauza tu picha, ni mmoja was very inspired. Picha anauza, akipost tu watu washeka order ananua. Ni kitu ambacho ni talent, unaweza kusema ni talent. Alafu pia ni kitu ambacho anakipenda, kwa hiyo sio kwake, sio kazi, yani ni kama hobby, ana enjoy tu kufanya enjoyment. Pia yani kama nilivyosema, inabidi uangalie risk, uangalie advantage na disadvantage za hiyo business na uzijue ndani nje. Yani sio tu unaingia kichwa, inabidi ujue nje ndani disadvantage ni zipi. Ikiwezekana find a mentor ili aweze kukushauri. Hilo ndio litakuwa lengo kubwa la kama kuanzisha hii podcast, sababu awareness. Lengo kubwa ni spread awareness experiences, kwa sababu mimi bro na mimi tusha experience vitu vingi. Yani tushaangalia vitu content online, tusha consume nyingi. Tuna experience hizo zetu hata za baadhi ya watu online. Kwa hiyo tulikuwa tunajitahidi kushare hapa experiences zetu pia za online. Hiyo ndio lengo kubwa la hii podcast. Kuwapa watu moyo ambao wanatuangalia kwamba vitu vinawezekana. Na sisi tutakuwa ni mfano wa kukua. Yani sisi hatutoishia hapa. Tuendelea kukua, mtatuona tunazidi kukua, tunakuwa day by day. Kwa sababu pia tulianza kitambo kufanya podcast kabla podcast hazija famous Tanzania nini. Tulianza muda mrefu, yani hicho kitu cha kujivunia, ila wamekuja tu watu kwa sababu tayari wana equipment, instruments na nini, resources zote washa skyrocket. Kwa hiyo na sisi tuna believe we're not chasing anything, we're just trying to. Na pia kwa kumalizia, labda shauri kama angetoa shauri advice 2 kabla hujakaribisha guest mwingine. Cha kwanza, chunga unachofikiria, kwa sababu you become what you think about. Hiyo ni uhakika 100%. Sure. Kwa sababu kama mimi tungane kwa form 3 ilikuwa nawaza nitakuja kwenye position kama hii sasa hivi, ni kwamba nilivyomaliza tu vile mimi kidogo kwa mambo kusoma notes, yani 5 kule na 6 nikaona huko pata shinda huko. Kwa hiyo nikatumia form 3 kwa najiimagine kwamba
diploma mpaka sasa hivi niko hapa. Maana yake unachokifikiria kwenye akili yako ndio fanya kita detect utakuwa nani. Kwanza kitu kingine cha pili ambacho kiachana hivyo kufikiria, ya kwanza ni become what to think about. Utakachofikiria utakuwa kichungi, yani kama umekaa hapa for vitu vingine utakuwa hivyo, kwa sababu mimi nitakuwa loser, utakuwa loser. Cha kwanza hiyo ni ushauri kutoka Brian Tracy, sio kwangu. Cha pili, ukiwa wakati unafanya issue zako, mfano hata mimi sasa hivi hapo ushaona sina success ile kubwa. Kwa hiyo ukilinganisha mimi developer mimi na mtu mwingine tofauti, unajilinganisha, unajicompare. Hichi ni kitu hiki kama baadhi ya watu shakizungumzia sana, kama niliangalia baadhi ya videos kwamba wewe uko kwenye lane yako tofauti na wenzako. Wewe unaweza ukaanza hapa ukasema wewe ukaanza trading au ukaanza kutengeneza content au chochote kile ambacho unataka kufanya. Utafika wakati utajiangalia, bwana wafanye hivi mimi. So kumbuka hata jana nilipokuambia vile kuna mtu anauza picha tu. Is making more than you. Sasa lakini ukiji compare ukiwa kwenye lane, imagine uko barabarani uko kwenye lane. Kila mtu anaendesha gari ushaona, mwenda direction moja. Lakini kwa mwanzo wako utamuona jamaa mbona gari yake nzuri, unamwangalia hivi. Ukimwangalia unaweza kupata ajali. Unapata ajali utaanza mwanzo. Kwa hiyo ukisema niache labda hivi. Kwa nini niache kwa developer? Usijua yeye safari yake itaishia wapi, au labda kama mimi kuangalia wewe mwendo wako mdogo wa day unaenda mbali zaidi. Mimi mfano developer na kuangalia wewe, mtengeneze kutengeneza hizi, nifanye hizi kutengeneza software hizi nini, sijapata hata shilingi 100. Ni kuangalia kila siku unakuwa unaenda hoteli nzuri nini, au nifanye kama yeye. Maana nikitoka kwenye industry moja nikienda kwenye industry nyingine naanza from scratch. Unaanza from zero, experience. Tusiwe mediocre, una jump from one thing to another. Kuna notion moja inasema kwamba tunaweza tukashauri watu wasiwe mediocre, lakini sisi wenyewe pia inafika stage unafanya kitu sana, yani unasema this is not going to make it. Utakachoacha ukianza kingine, you are starting from scratch. Yani kumbuka tu hicho. Lakini kuna ile tu unafanya kitu unafanya muda mrefu afu baadaye unasema this is not going to make it. Kwa unamshauri nini? Unamshauri nini kijana ambao anafanya amejaribu? Na hisi vijana wengi Tanzania wanajaribu trading kwa sababu ya urahisi wake wa kufanya kwa Tanzania. Unahisi kwa nini vijana wengi kwamba wanajaribu trading afu kuna muda wanatimisha tu kusema kwamba trading inafaidisha tu mentors au course sellers, lakini traders kama traders wa make money in trading. Cha kwanza do you believe kwamba trading was to make money kwenye trading mpaka uze course? Na pia kingine za kusema kwangu mimi ninavyoamini kwamba trading yani ni moja kati ya skill ambayo ni first ni risky, alafu pia inahitaji knowledge na experience ya muda mrefu. Yani huwezi kwa expect kwamba umeanza ku trade leo wiki inayofuata uanze kutengeneza profit ubadilishe maisha ukanunue labda gari sijui, yani ubadilishe maisha yako. Ni impossible. Inaweza kanitokea ni bahati luck, lakini baada ya muda you lose everything, kwa sababu trading ina tabia moja. Ukipata hela kwa kutengeneza bad habit, kwa flow umetengeneza bad habit ya ku over risk, si ndio? Kwa sababu tayari ushai install kwenye kichwa chako na ilikupa return, ilikupa reward. Kwa next time ukijaribu the same thing you're going to lose everything. Kwa kwenye trading ukiona yani mimi eliminate tabia mbaya as soon as possible. Japokuwa sikuwa profitable, so trader kifupi, lakini kidogo nijaribu wakati najaribu vitu. Naweza ngasema kila kitu hapa duniani ambacho najaribu, chochote jarishi ni kuhusu hiyo financial wise, money wise, career wise, chochote. The moment ukifika hiyo stage kwamba au hichi pengine was not meant for me, yani ilivyokuwa inaanza kama graph, kwanza unaenda spike afu unaanza sasa kwenye ile wakati ina curve inajaribu ku retest ende juu kama vile wanavyoanalyze, hapo ndo watu wanapoquit. Kwa hiyo unaweza ukaquit kumbe ulikuwa karibu sana kufanikiwa. Kwa hiyo yani mtu kama afanya issues zote ukifika wakati huo anaona kabisa mimi hapa basi sisi mpaka leo kwenye arena. Unaona kama ukiquit maana ni end of the game. Lakini ukibaki yani ijalishi wewe just keep pushing whatever you do. Yani chochote unachofanya. So kwamba sasa hivi hata hizo apps ambazo wametengeneza haziniingizi faida yote, lakini kuna baadhi ya watu kama wanakuja wananishukuru. Kuna baadhi ya watu walinioji pia kupitia tu software yangu ambayo nimetengeneza. Kwa mimi sidhani kama ni swala la kuquit.
Only losers quit, winners find a way. Tafuta njia nyingine. Kwa ukishaamini kwamba trading ndio njia yako, find what it takes for you to be a great trader. Find what it takes for you to be the best trader. Angalia traders best walikuwa wanafanya nini. Inabidi wanasema you learn from other people. You learn from other people na speed yako inakuwa ni fast zaidi. Kwa swali langu nilikuuliza kwamba do you believe kwamba traders wana make money in trading au in selling courses? What's your Mi shakutana na watu hapa chuo. They are really making it. Si kwa kusoma kwamba kuna watu wengine labda watu wenyewe ndo mimi. Watu wengine kwamba hiyo kwamba kuprove kwamba kuna watu wengine wanadanganya, mimi sijui, lakini kuna mtu ambaye shakutana naye na nahisi unamjua, hata lazima kumtaja, lakini ukiangalia akikuonyesha chats zake anazoingiza, yani is really making it. Ila sasa ukajaribu wewe ukaona uwezi, yani kila mtu ana kismart chake. Kwa hiyo find your kismart, hangaika from one thing to another. Fanya jaribu vitu vingi sana mpaka sasa hivi nilipofikia hapa nimesema mimi nitafocus na ku develop software. Mimi nimejaribu vitu vingi. Je, design mpaka sasa mimi graphics designer mzuri sana. Nisha kufanya same kazi ya kujitolea. Kwa hiyo ile vitu vyote vya sasa hivi vinasaidia kwa sababu hata software zangu kutengeneza matangazo natengeneza mwenyewe. Ili kuangalia pia imenisaidia, yani jump from one idea to another. Swali langu hili ni hitimisho. Unajua kwa sababu mimi nafanya trading lakini natengeneza profits mwisho wa siku na lose. Nimesha enjoy profits za trading. Kwa hiyo I still believe kwamba hii ndo only way, kwa sababu nisha enjoy profits za trading, pia nishapoteza zote, nikaanza from scratch. That's why I'm telling you trading is not for the weak. Na uje kuwa mediocre, sasa hivi uko kama developer kama mimi najifanya gizo developer japokuwa kwa trading niseme tu ukweli wangu mimi, trading inaweza ka change your life, kwa sababu mimi kuna kipindi niliona kabisa this is going to change my life, lakini ilikuwa sio approach nzuri, nilikuwa na risk sana. Kwa nika risk sana, nikabahatisha nili withdraw hela. Kuna watu wanasemaga wao sio kweli, lakini the moment una withdraw hela, kijana mdogo una withdraw laki kwa wiki, yani unaweza kuona maisha yako yamebadilika kwa sababu. Lakini pia ilikuwa approach tu, kwa sababu nilikuwa na over risk. Kwa hiyo siku tu ikatokea nime over risk tena, nikapoteza kila kitu. Kwa hiyo kiukweli mimi nisha enjoy profits za trading na pia nisha enjoy maumivu makali ya trading. Kwa hiyo mimi na swali la mwisho. Kwa mfano mtu akakunyoshia bastola hivi mate, akwambia wewe kabla mwaka huu haujaisha lazima utengeneze x amount of money, fanya juu chini, tengeneza this x amount. Amekushia bastola hapo, amekupa nini, amekupa time limit less than 2 weeks au 2 weeks inaweza kanchasha less than 1 month. Wewe tayari ushatengeneza at least 50% au 10% ya hiyo full amount. Unahisi akikushia mtu bastola leo utafanya nini? Kwenye industry yote au industry yote, like make sure unatengeneza x amount au tengeneza millions, tengeneza million of USD. Cha kwanza kama bado sina shimia mfukoni, ngoja kwanza hujaelewa swali lako. Kwa mfano mimi ningejibu hilo swali ningesema nisingelala usiku. Unaona? Yaani nisingelala usiku kwa sababu sina protocol rahisi. Hiyo ndio, yani ndio kitu cha kwanza, yani unalalaje usiku umewekea bastola kichwani. Kwa hiyo ungefanya nini kwenye hiyo situation? Yaani nataka nione ile push motivation yako ya mwisho. Hasa inategemea kwa na industry ambayo upo. Kwa mfano kama ukisema trading unaweza sema usilale usiku, lakini ukija kwenye mfano issue labda nyingine, mtu ana ujuzi wake anataka ku monetize mtandaoni, ilikuwa ni something different. Sasa kwa nikigeneralize kwa wote, kwa mfano kama hata trading kwa huna hela, kama huna hela atafute kwanza kazi ufanye 100%. Tafute kazi hata kama unapata 1,000 kwa mwezi, 200,000 ukishapata hiyo hela ndio inakusaidia, kwa sababu kama kuna kipindi vile kwa andika baadhi ya ebooks hazifikii watu kwa sababu ya nini? Sina hela ku run ads. So kama una, lakini pia kuna kwenye trading una hela, hiyo ni excuse. Unaweza ukafanya organic au sio wewe? Unaweza kufanya organic promotion. No, phone just mimi ni medi. Free product yangu. Free promotion inachukua muda kidogo, lakini nimejaribu kugeneralize kwa wote. Umeona? Kwenye kuwekea bastola kwenye kichwa hapo wote weka excuse. Yaani kama una hela ads unatafuta namna. Ndio kutafuta kazi 9 to 5. 9 to 5 unatafuta muda unapata. Wote tunajua kwamba kutafuta kazi ni ngumu. Kwa hiyo lazima muda huo, yani utafanya utatafuta, yani utafikiria kwenye extent kwamba
yani bora hata ufanye hata organic. Najua si mtu wa organic sana ukaa kwenye kamera hivi. Kaa kwenye kamera hivi, lakini mimi na mshua kwamba kipindi hicho utajipush, utakuwa ni mtu wa kamera. Kwenye organic. So cha kuhitimisha, una advice nini watu, na pia una vision gani na hii podcast yetu BMP podcast, Beyond Mindset podcast? Tuanze hapo. Unashauri nini vijana ambao ndo wanaanza safari yake online? Maneno matatu tu. Ndio nimependa kutoa ushauri wa mtu mwingine ambao mimi kidogo nimeona na make sense. Alex Hormozi alisema figure out what you want, ignore the opinions of others, and do so much volume that it is impossible for you to fail. Maana tambua kwanza kitu gani unataka. So ukishakijua kitu gani ambacho unakitaka, ignore watu wanachosema. Sababu ukianza tu kufanya kama kujirekodi, watu wengine watakucheka kwenye comment. Ignore opinions of others. Hata ushauri yani usichukue. Yani usichukue ushauri under one condition. Mtu ikiwa wewe mtu yupo sehemu ambayo unataka. Mfano kama uchukue ushauri kwa mfano kama watu aina mbili. Uchukue ushauri kwa mtu ambaye anaongea tu, labda anauza biashara yake mtaani, biashara ndogo ndogo. Au mtu ambaye kaajiriwa, au mtu yote ambaye mwingine kwa ushauri, kile position anakopewa uitaki. Na kwa ushauri na mode uji. Utachukua ushauri wa nani? Kwa una ignore opinions of others. Chukua ushauri wa mtu ambaye ile sehemu ambayo yupo yeye unataka kuwa kama yeye. Mfano unataka kuwa best developer, chukua ushauri kwa developer, sio kwa mtu ambaye yuko mtaani atakwambia IT ngumu. Kwa hiyo ukisha ignore opinions of others, do so much volume. Yani fanya volume, maana yake yani ni all the effort you've got. Fanya kila ulicho nacho, everything you've got. Everything, kama sleepless nights, kama utakunywa kahawa, usilale, vyovyote. So much volume, wali una uhakika. It is impossible to fail, bas. Hata yani ukichukua the same thing kwenye trading. Kuna mimi trading naipenda. I don't care about what other people say. Tunamalizia. I don't care about what other people say na nini. Alafu ukaweka so much volume kujifunza a lot of skills. Na kupush pia. Sababu volume sio kufunza. Volume ni hata wakati things na crash, you still standing. Haya, sasa tupe final neno moja kwa podcast. What do you see it? What do you want to see in this podcast? I want to see it inspire more young people, kwa sababu mimi naamini hata mimi kama singekutana na watu online kama hizi podcast za mtandaoni, pengine singekuwa sasa hivi na mindset hii. Shawn. Kwa hiyo yani mimi naamini 100% singekuwa sasa hivi ninavyofikiria sasa hivi. Singekuwa nafikiria kama ingekuwa kuna hizo content. Kwa hiyo the logo will inspire young people. So it was nice. Thanks for having me. Thanks for having you, bro. Yeah. Next guest. So what's up? Tulikuwa na guest wa kwanza, huyu pia ni guest wa pili. Atakuwa ni mmoja kati ya hosts, main host wa kwenye podcast yetu, mtamuona sana. So nataka nimuulize maswali machache. Brother. Yes, brother. How are you, my brother? I'm doing good, by the way. Tumefanya podcast na mrefu kidogo umepita. Nice, kama miezi 8 months au ipo YouTube pale. Mnaweza mkaicheck pale kwenye YouTube yangu Kasidola, lakini tulifanya podcast and that was among podcast ambayo tulitoa madini mengi sana kwa vijana. Yeah, exactly. Ni kama mwaka uliopita hapo. Na mmoja kati ya watu ambao nawaaminia kwenye kutoa madini kwa vijana ni wewe. Kwa hiyo I believe kwenye hii podcast yetu utakuwa ni mmoja kati ya hosts ambaye yani utakuwa ni host ambao unatoa madini kwa watu. Yeah, for sure. So podcast yetu sikukutambulisha vizuri podcast yetu hii, lakini tumeanzisha podcast mpya ambao itakuwa kwanza jina lake inaitwa Beyond Mindset Podcast au in short naita BMP. So kwenye BMP tutakuwa yani ni podcast ambayo na focus mainly kwenye kuinspire vijana wengi zaidi ili kuweza mambo haya ku make money online. Yani watu wengi waamini kuhusu kwamba mtu unaweza ukajiajiri online na ukawa free kufanya online tu kazi zako bila kuajiriwa na mtu yoyote wala kusumbuliwa na mtu yoyote na kufanya mambo yako yaende smoothly. Kwanza mtazamo wako wa kwanza
kuhusu kujiemploy online ni upi unavyoona? Do you think someone can make it kujiemploy online? And pia kama mtu anaweza aka make it kwenye kuwa employed online, unahisi ni vitu gani avifuate ili aweze ku make it? Kiufupi naweza ngasema kwamba kwa mfano nichukulia hata mwenyewe nilikuwa siamini kabisa kwamba unaweza kutengeneza pesa online. Kwanza kabisa nilipokuwa nasikia mtu anasema unaweza kutumia mtandao ukapata hela, nilikuwa sijui jinsi gani unapata hela kwenye mtandao. Unawekaje? Yani kwamba unaingia kwenye mtandao unapata hela. Yani nilikuwa sijui kabisa, venye mwenyewe naanza nilikuwa sijui. Kwa nilipokuja nadhani kufanya mambo ya IT kidogo naanza kupata ule mwanga. Kwa nadhani bado katika jamii watu wengi sana hawajui how can make money online. Hata kama anajua lakini so kivile ambavyo online unaweza ka make money, lakini ni kwamba watu wengi sana hawajui how can make money online. Hata kama akiwa anajua anakuwa haamini, pengine hajafanya, au watu wengi ambao wanafanya hicho kitu katika jamii aliyopo hawapo, anaona tu kwenye online kwamba huyu ana make money, hajamuona. So unajua tunaamini kwenye vitu ambavyo tunaviona. Kwa mfano ukiniona mimi nimekuwa successful, nakwambia mwanangu uza miamvuli. Wewe unataka kuuza miamvuli? Cha pili ambacho ni kwamba how can make money online, cha kwanza angalia kwanza wewe unajua kufanya kitu gani. Unajua kufanya kitu gani, kwa sababu kila mtu kuna kitu ambacho kwa mfano wewe unaweza kufanya mimi nisikifanye, hata nikifanya sifanyi vizuri zaidi utakapofanya. Kwa lazima kila mmoja na kitu ambacho anaweza kuperform better than other. Yani kama yeye akifanya na angalia kitu ambacho by the way unaweza kufanya na unakipenda. Na angalia how unaweza ka monetize kwa kutumia online. Maybe unaweza unafanya content, unatengeneza content, unauza, maybe unakuwa na uwezo, una ujuzi wa kitu fulani, unaweza kumuofa mtu yote anayefanya biashara. Unajua kwa online kuna mtu maybe anahitaji skills. Anahitaji skills fulani. Ndio jamaa ndio tutokane hapa Medi kasema kwamba we can make it kwa kusell. Kuna aina mbili za products. Kuna physical na digital products. Kwa unaweza sisi tunaongelea mainly kwenye digital products. Kwa digital products unaweza ka package skill moja vizuri yani. Maybe unaweza kuandaa kitabu kinahusiana na kitu fulani. How to trade labda how to code, how to program, how to use digital product. Ambacho huwa kina make more money ni kwenye mambo ya education. Kwenye digital product mambo ya education watu wananunua sana. Kwa unaangalia wewe, make sure una find your niche, wewe wapi uko perfect. Angalia kitu fulani ambacho unajua kufanya, kifanye hicho, kitumie, kwa sababu watu wengi online wanahitaji watu wengi wafanyie baadhi ya vitu fulani. Kwa unaweza ka make money online vizuri kabisa through many ways. Naona pia kuna njia nyingine umesema lakini hujaiaddress vizuri. Unaweza pia uka make money online kwa ku help kwenye different services. Kwa mfano kuna watu wanafanya video editing, kuna watu wanafanya copywriting, kuna watu wanafanya graphics and design. Kwa ku make money online mtu kwamba unajua watu wengi wana notion kwamba ku make money online ni unaingia tunaweka bando kwenye simu, labda sio unaambiwa kuna hizi platform zilitokaga sana ndo. Uje pia watu wa kuscam watu online pia, licha ya kuwa na opportunities nyingi, kuna scams. Na naweza nikasema kwamba scams zina take advantage kwa watu wengi kwa sababu ya kutokuwa na uelewa. Kwa mfano kuna scam mwenye pia nilishawahi kuwa enroll kwenye hiyo scam. Ni kwamba scam unaambiwa kwamba sijui unabidi tuweke bando, uangalie matangazo, uinvite watu, ni kama ni pyramid scheme wanaita. Kwa hiyo unaangalia matangazo sijui nini, lakini ni way fulani hivi ambayo ya kinyonyaji. Yaani hata kama utengeneza hela, yani una struggle tu, yani paka jasho lako la mwisho. Yani so ni kama pyramid scheme. Kwa unabidi pia wewe aware na pyramid schemes ziko nyingi sana online. Ku make money online ndo kama tulivyosema hapa, ku offer services, kuwa na skills fulani online. Ziko aina nyingi kama trading, copywriting, kuna AI siku hizi. Kwa online ku make money ni hivyo, uwe na skills, lakini sio eti kwamba mtu anakuambia eti weka bando, tunachohitaji ni bando lako, sijui angalia video. No, that's a scam, that's a pyramid scheme. Kwa kama ulivyosema wewe hapo, nasema kitu kizuri sana. So najua bado unasoma, alafu pia umejikita sana kwenye programming, si ndio? Naona pia unatengenezaga software tofauti. Ndio, kwa sababu moja kati ya ways to make money online ni software business.
Kwa mfano wewe ni software engineer sasa hivi. How will you make money online? To make money software engineer. In software. Kiufupi, kwa mfano ukiwa ni software engineer tunategemea kwamba unakuwa maybe na uwezo wa kutengeneza hizi maybe website au systems. Unaweza kuwa ni full stack kwa sababu software engineer unakuwa na uwezo kidogo wa kufanya vitu vingi. Kwa mfano ku make money kwenye software engineering kuna njia nyingi. Nowadays nadhani tuna base sana kwenye online business. Utakuta kuna mtu ana business yake anahitaji presence online kwa sababu unaweza ukawa na ofisi ndio, lakini unahitaji wafikie watu wengi na watu wengi wajue kwamba unafanya kitu fulani. Kwa maybe ukitaka kuwa na website, utakuta nimepata mteja ambaye anataka nimtengenezee website ya kufanya maybe showcase product zake na vitu kama hivyo. Kuna mtengenezea afa na kupatia hela. Kuna njia nyingi, lakini main inakuwa ni hiyo hapo, monetizing. Unaweza pia kuna website na kitu kama hicho. Kuna nyingine kama pia wengine wanalipa ads. Kwa mfano ukitengeneza application, wanakuwa baadhi ya kampuni wanaomba kutangaza biashara zao kupitia, kama una users wengi wanaomba kutangaza possible aina nyingi. Ile pale huwa wanahitaji traffic ikiwa kubwa, unakuwa unalipa kiasi fulani, lakini inawaga so kubwa sana, yani mpaka uwe na traffic kubwa unaweza ka make money, lakini kwa kasoma ni ambayo unaweza kusema ni kubwa by the way. Na wenyewe huwa wanaangalia upande wao. So online au software engineers wako wengi. Ndio wako wengi. How do you be different from others? And how do you be ahead of others? Kwa mfano wewe hapo, kwa mfano mimi niko kwenye trading. Najua how to be ahead of others ni kuzingatia ABCD. Naweza nikasema pia ku risk management skills nzuri. Hivyo kuwa na discipline. Discipline nadhani na apply kote, lakini swali ni delicate kwako, kwa hiyo business model yako. How do you be ahead of others? Sababu wapo wengi. How do you make sure kwamba una outstanding? Naweza nikajua namna hii kwamba kujitofautisha wewe na mwingine. Ni kweli software engineer ni wengi, lakini sio kwamba wote ni wanaweza kufanya the way utakavyo expect wewe. Utakuta kuna mwingine anaweza kufanya vitu lakini amebase sana kwenye kitu fulani. Na lakini pia unawezaje kujitofautisha na software engineer wengine? Mimi nadhani kwenye kutako problem ambayo maybe umekutana nayo tuko tofauti, na kitu kingine ku come up with new ideas ambazo ni valid kutokana na society ambayo upo. Hiyo ni inakuwa ni tofauti baadhi ya mtu na mtu, kama new ideas na execution. Kwa mfano mimi ni software engineer na mwingine software engineer, tukao wewe tumekuja kusolve problem ni moja, lakini execution yetu the way tumekuja kusolve hiyo problem inakuwa ni tofauti. Tofauti unaanzia pale kutokana na skills mtu anapojua na the way ulivyo understand the problem. Understand the problem vizuri, execution yako by the way inakuwa ni more better kwa sababu ushajua problem vizuri. Nadhani ni hivyo, make sure unajua kama new ideas lakini zinakuwa valid according to society ambayo unaenda kuisolve your problem. Okay. So many ways kwa online ku make money, yani njia ziko nyingi, lakini kikubwa naweza kusema ni discipline na creativity. Na pia kuwa na passion na kitu unachokipenda. So bro, ushaje kujaribu kwanza ulivyosikiaga ku make money online, akili yako iliwaza nini? Mimi kwanza ku make money online ni zani kwamba yani mwenyewe nilikutana na maskama hizo, wanakuambia fanya kitu fulani unapata hela. Angalia matangazo, wengine wanakuambia chukua tangazo fulani ukiliposti sio wakiona watu wangapi unapata hela kiasi fulani, lakini ulikuwa ni uongo. Sijaipata hela yoyote, ndio maana nilikuwa naamini kwamba online uwezi ku make money. Kwa sijui njia gani kwa unaweza ku make money online. By the way, ni kweli tunakutana na watu ambao wanatufanya tusiamini kabisa. Nikutana na scammer kibao sana. Wewe ulifikiria kwa mfano kuna skills ziko nyingi. Tanzania tunafanyika sana ku trading. Nakumbuka pia kuna kipindi ulijaribu ku trade. What happened? Kwa nini? Sasa sikuna ulikuwa unanitumia screenshot nyingi sana za profit. Nikutanaga na watu wa signals by the way Amazon.
Telegram channel nilikuwa nazo kibao nimejoin. Kuna signal unaangalia lakini by the way, yani sisi kutokana na jamii yetu tukitaka kwanza kufanya kitu fulani ukutani na watu wale sahihi, yani unakutana na mtu ambaye by the way so unahitaji elimu kubwa sana. Kufanya kitu fulani naenda huko. Ndio nilikata tamaa. Nikata tamaa by trading not for everyone. Mimi naona wewe yani yeye yuko busy sana kwenye mambo ya coding, ni mambo yani ya technical ya computer. Kwa trading is not for him, na yeye mwenyewe anaona kabisa sio for him. Kwa hiyo sio lazima kila mtu atrade. Sure. Yeah. So swali lingine ambalo naweza nikasema la mwisho, labda unamshauri nini kijana ambaye anahisi yani anajaribu leo kitu anafanya kwa muda mrefu, labda mwaka, anaona kimbi matokeo yote, anaacha, anaenda tuna online, anakutana na mtu anafanya kitu kingine, anaona kinampa matokeo, anaona kwa nini nafeli wapi? Yani anajidoubt kwamba mbona fulani anafanya kitu hiki anaingiza hela, labda anaweza akaacha hicho anafanya akaenda tena kumwiga yeye akafeli tena. Kwa hiyo unamshauri nini mtu kama huyo, kwamba anajaribu anashika hiki anafanya, aliona mtu fulani anakifanya anafanya naye akimbi mafanikio, anaona tena mtu mwingine anafanya kitu kingine anashika tena kile akimbi mafanikio, unamshauri nini mtu aina hii? Mimi cha kwanza weka maiki karibu hapo. Cha kwanza hapo mimi ambacho naona cha kwanza kabisa usikate tamaa. Kwa jambo ambalo unahitaji kulifanya usikate tamaa. Kwa sababu matokeo mazuri huwa yatokei mapema. Yaani umefanya kitu siku 2, siku 3, umeshapata matokeo na matokeo makubwa ambao uko unatarajia. Hapana, by the way. Cha kwanza usikate tamaa, afu cha pili usitarajie matokeo yanakuja dakika, yani muda ambao ni chache matokeo shapata. Inawezekana kitu kama time, success takes time. Na watu wengi ambao wamefanikiwa utakuta anaweka malengo kwamba hichi kitu kitakuja kunifaidisha baada ya miaka 10 au 7. Okay. Na mtu amefanikiwa. Sasa wewe umeanza kufanya kitu, unafanya tu siku 2 3, unaona matokeo hayaji, unakata tamaa. You will never make it in life. You will never make it. Yeah, you never make it. What if ukakaza miaka 7 na bado ipo hivi. Unahisi mtu amefuata ushauri wako, amekaza miaka 7. Lakini bado haja make it. Unahisi tatizo itakuwa nini? Yani nadhani kwanza make sure unajua kujifunza kutokana na mistake ambazo umefanya. Jifunze sana kwenye hizo mistake. Kwa mfano, unaweza kufanya kitu leo, shida ilikuwa ni kwamba ulichelewa ndani ya dakika 2. Kesho basi make sure usichelewe hizo ndani ya dakika 2 ambazo ulikufanya jana ukafail. Kila mistake ambayo unaipitia iwe ni somo kwako. Nadhani utafika sehemu mbaya sana. Kwa sababu kama ni kitu ambacho hakifanyi kazi katika jamii uliopo au kwa wakati ulionao, utajua hiki hakifanyi kazi. Ngoja nifanye kitu fulani. Kwa wewe make sure una mistake ambazo unazifanya, hebu jifunze kwa wakati mwingine isitokee tena. Ukifanya hivyo mara 2 mara 10 utafika sehemu ambayo ni nzuri sana. Wala tuchukulie kwa mfano kwenye maisha ya shuleni, tuseme chuo wapi kwa mfano. Imetokea mmefanya mtihani wa kwanza, mmekuja mmefanya wa pili, umeona mambo yaliyotoka kwenye mtihani wa kwanza yamerudia tena. Kwa basi make sure kwa mfano sema kila mtihani ambao nitakuwa nimeufanya na make sure nimeumaster nikiingia kwenye mtihani wa pili. Usipofanya hivyo katokea tena mistake ulijifunza na mistake ulifanya. Kama ulipata moja unarudi kupata moja. Utaanza kusema sio, lakini ukiwa umejifunza kutokana na mistake, unakuwa unaenda step nyingine. Kwa make sure unajifunza sana kwenye mistake ambazo umezifanya kwa wakati uliopita ili kwa wakati ujao hapa strong zaidi. So podcast yetu hapa tuna expect wewe co-host. Yaani wewe ni mmoja kati ya watu ambao unakuwepo sana kwenye panel ya kufanya hii content. So tulienda short break kidogo and swali langu lilikuwa ni podcast yetu hii hapa Beyond Mindset Podcast au BMH. Wewe tutakuwa ni mmoja kati ya watu ambao utakuwa around sana. Yaani mmoja kati ya co-host kwenye podcast yetu. Kwanza cha kwanza, unahisi ni kitu gani tukifanya ili podcast iweze kuwa kubwa zaidi? Lakini pia unahisi kwenye podcast tuongelee nini zaidi ili iweze kuelevate vijana ambao kidogo nao wanajitafuta, wanatafuta inspiration. Kwa hiyo tunaanza swala la kwanza. Tufanye nini ili podcast iweze kukua consistent bila
kupotea? Mi upande wangu nilikuwa naona sisi si ni vijana pia. Nadhani tutasaidiana kuelimishana kutokana na vitu ambavyo vipo and how can do this ili kesho tuwe na maisha mazuri. Nadhani tutaelimishana kwenye masuala mbalimbali, kwa sababu kila mmoja wetu hapa anaelewa zaidi kutokana na kitu fulani, ndio kutoka unaelewa kitu fulani, lakini utachangia kidogo ili hata mtu mwingine ambaye anahitaji kufanya hicho kitu au ndo anaanza afanye kitu fulani kwa kitu ambacho unakijua, hizo utamshauri, utatoa na vitu kama hivyo. Nadhani tutaweza kutoa ushauri, education kwa vitu ambavyo na sisi tunavijua. By the way, tuko katika stage ambayo vitu fulani tumeviona vinakuwa vizuri. Hata wewe ukimwona mdogo wako anafanya vitu fulani, sema hivi nifanyaga so poa kwa fanya kitu kama hicho. Nadhani kwa vizuri. Kwa unasema kwamba utajaribu kushare experience za maisha yetu kwa watu wengine pia waweze kukua. Hiyo ni moja kati ya point. Lakini ukiachana na hiyo pia kuna vitu vingi behind. Kuna vitu kama discipline. Kwa hiyo leo tusema tunashare, lakini siku tukasema tu leo sisi tunasoma bado ratiba zinakaza, lakini unaona yani tufanye nini ili kuweza ku overcome hiyo tatizo kwamba tuna excuses za vipindi na nini, tuweze kufanyaje ili tuweze kuwa consistent ku upload video hata angalau mara 2 kwa mwezi. Hii ni kwa sasa hivi kwa sababu tunasoma, lakini unaona yani tufanye nini ili tuweze kuwa na ile consistency ya muda mrefu, kwa sababu kutengeneza content au podcast inahitaji consistency. Mimi nadhani consistency ni kufanya. Kwa hiyo make sure unafanya. Unapanga kwamba muda fulani bwana au siku fulani. Hapo sasa unapanga, yani sisi tunapanga. Tunapanga kwamba siku fulani bwana tutafanya content. Na tunachagua ile muda ambao sisi wenyewe tunajua tunasema kwamba muda gani tutakuwa free na nini. Kisha panga ile muda na tuna show up kweli. So kwamba excuse na kwa nyingi, make sure una show up. Ukishow up kwa mwezi, wiki, hii inakuwa kama ni habit yako tayari. Ukishafanya ndani ya mwezi, kinakuwa ni kitu ambacho kishafika ule muda, ubongo unatiga kwani muda kufanya connection nikafanya nini kwa unakuwa unaenda tayari ile activity ushaipa space kwa utakuwa unaweza kufanya. Panga tu muda vizuri na make sure tunatokea tunafanya kitu kinatokea vizuri. Tufanya ndani ya muda fulani itakuwa automatically kina flow chenyewe. Na swali jingine hapa ni mistake gani kubwa ambayo ishe kucost hela uliyofai kuifanya? Cost hela nyingi ndio ukajutia, yani kwamba zela. Mistake ambayo nipiga hela sana. Kwa sasa sidhani. Mistake ambayo nipiga hela sana afu ni lose. By the way, hebu remind vizuri. Yani kuna mistake moja labda ulilipia kitu online labda hivyo. Hata kama sio hela nyingi lakini ulilose hela ilikuuma. Ni mistake ipi? Kwa mistake ambayo ni lose hela online afu sikupata kitu. By the way, online sija lose maana hivyo. Au basi any experience. Kwenye kitu ambacho nadhani kama Alibaba hivi sio wapi iliagizaga mzigo China. Iliagizaga hizi mic. Ile girlfriend wako ulisemaga anakaa China. Yani niliagizaga hizi mic China, kaagiza mzigo China bwana, ngalipia. Lakini kitu ambacho kilichokuja ni tofauti na ambacho nilikiona by the way. Yani kilikuwa tofauti. Uliagiza mic. Yani unajua ukiagiza kitu China ndugu yangu unakuwa fulani. Kuna ile mimi natumia sana online. Yenyewe. Kiigiza kitu kikuu labda na nini. Yani kuna ile mimi natembea online kwamba ukiagiza kitu Alibaba au nini. Yani kinakuwa tofauti na ulivyoexpect. Kwenye kuagiza kule bwana, make sure unaagiza kitu ambacho ni kidogo, sio kikubwa sana. Unaagiza kwa mfano sijui ile mashine ya kufulia nguo, ndugu yangu napigwa. Agiza vitu vidogo vidogo. Mwenye kama ilikuwa ni vitu vidogo lakini sio sana, bado nikapigwa. So nijisikia vibaya. Ni kauli gani ambayo unaitumia? Swala la mwisho by the last question. Last question tunamaliza na hili. Kitu gani ambacho wewe kinakupush kwenye maisha yako? Yaani what's your motivation in life? Kitu ambacho always kinakufanya uendelee ku keep going. Mimi nina njaa kufanya kitu fulani. Siwezi ngakitaja nini, lakini nina njaa kufanya kitu fulani.
Ndio drive ni show up. Yes. Yeah. Kitu ambacho kinahusiana kunahusika kumiliki business au kumiliki nini? For sure. Business. Kama just unajua ukiwa na njaa unatafuta namna yote, yani utakuwa na fight, una show up, unafanya nini. Kwa yeah. Nadhani hata kwa mtu mwingine make sure unakuwa na kitu ambacho unahakikisha kwamba bwana, hiki baada ya muda fulani hata nisipokamilisha kabisa nifike sehemu ambayo kidogo ni high, sehemu fulani hivi ambayo ni nyama ya utakuwa na show up, unafanya nini, una matarajio kwamba kesho itakuwa hivi, napiga kazi yeah. So that's it for my brother, and kama alivyosema kwamba ukitaka kufika mbali kwenye maisha yako lazima uwe na goal au lazima uwe na target kwamba nataka nimiliki kitu fulani. Inaweza kama tu unataka kumiliki gari au nyumba, au unaweza ukataka kuwa financially free kama mimi. So unaweza tu uka set ile goal kwamba nataka nimiliki kitu fulani ndani ya muda. Pia weka time, ni very important. Weka specific time. Hata kama ukifeli unajua ulikosea wapi na. So lazima kuwe na north star inayo drive, kuwe na kitu ambacho kinakudrive wewe kuweza kufikia malengo yako, na lazima kiwe ni strong, very strong reason. Siwe ni weak. Ikiwa ni weak ni rahisi ku give up au kutokuteka action. Lazima ni kitu strong. Lakini pia uwe na short goals. Somo kwa na goals. Goals short kwa ajili ya kubuild. Short goals pia na goals za kusaidia, uta contribute end of the day. Boom. So that's it for my brother. Hebu jitambulishe kwa sababu jitambulishe ndio tunaanza podcast. Hebu jitambulishe kidogo. Unaweza naitwa Aziz Bai. Unaweza ka visit ukanijua vizuri zaidi kwa kutembelea tovuti yangu moja inaitwa azizbai.com. Unaweza kuona kuna baadhi ya vitu tunafanya ku empower African community na business na vitu kama hicho. Kwa azizbai.com kuna software kadhaa tunazitengeneza. Tumeanza kwenye upande wa software kwa sababu ni kitu ambacho tunaweza tukakiafford au tukaproduce skills. Siwezi ngaza na kitu ambacho siwezi ngakifanya kabisa. Kwa that is. So bro, thank you very much for your time. Yes. We appreciate my nigga. Nadhani podcast itakuwa nzuri siku za mbele.